nilikuwa nikikunyonyesha ukilitoa nyonyo titi ukilia mimi nakurejesha nyonyo, ukilia mimi nakurejesha nyonyo, ukilia mimi sichoki. Kasema basi huyo nakurejesha nyonyo mpaka kilala. Sikusema hata siku moja huyu naye ni kero, huyu naye sijui kadhaa. Leo mimi nimekuuliza tu hapa, umeshachoka. Umeona? Wewe fanya tu lile lako, lakini kama kunilipa huwezi. So mimi sikuweza kumlipa mama mzazi wangu, na mimi sikuweza kumlalamikia hata siku moja. Ujumbe ni utakao, jamani, ni tuwathamini wazazi. Wakiwa hai tuwathamini kwa kuwafurahisha, wakiwa wamekufa tuwathamini kwa kuwasomea dua na kuwatolea sadaka. Bali walokufa wahitaji zaidi. Kuna watu hawakumbuki wazazi wao, hawakumbuki hata rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ana dua hii. Mkumbuke mzazi wako ili na wewe ukumbukwe. Birru abaakum tabarrukum abnaa. Mmoja aliulizwa nini maana ya kuwatenda zema wazazi wawili? Asema kuwatenda zema wazazi wawili ni kiso wakiandika wewe, watakuja kukisoma ni watoto wako. Sijui mmenifahamu hii maana? Yani ni matendo unayoyatenda wewe, natija ya matendo unayotenda juu ya wazazi wako utakuja kuelezewa na watoto wako kwa kutendea wewe vile ulivyokuwa kuyatendea wazazi wako. Ukiwafurahisha, tarajia kufurahishwa na watoto wako. Ingawa si kila alowatenda zema wazazi wake wawili hutendwa zema na watoto. Kuna watoto wengine Mungu wapa mitihani. Ukamwona mtoto alikuwa mzuri kwa wazazi wake, lakini akapata watoto si wazuri kwake. Lakini Waswahili wana msemo mmoja mzuri, tenda wema wende zako. Wewe fanya li alaik, jukumu lako wewe fanya, si kwa ajili ya mimi watoto wangu wanifanyia. Mtoto mdogo alimuona babu yake ametengwa, wawekwa chumba kando, sahani akija kula yopa sahani ya plastiki. Alipokufa wale wazazi, baba na mama, wakasema tutaka tuivunje ile chumba na hii sahani tupa. Akamwambia msitupe na hicho chumba msikivunja. Semaje? Akamwambia kwa nini? Asema na nyinyi mkiwa wazee mtaweka kule. Kwa nini? Akamwambia kama ulivyomweka babako kule na sahani ya plastiki, na mimi nitakuweka wewe kule kule na sahani yako plastiki. Kama atadinu tudanu. Wazazi wawili ni kiswa wakiandika, wewe mwenyewe watakao kuja ukisoma ni watoto wako, yani watakusomea wewe Kiswahili. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu kwa Muislamu awe ana siku moja kwa mwaka ndio siku ya kuwakumbuka wazazi, siku ya kumkumbuka mpenzi. Siku zote siku ya wazazi, siku zote za kuwakumbuka wazazi wetu. Mwenyezi Mungu awape afya wazazi wetu waliokuwa hai, awape siha na aturuzuku sisi kuwafanyia wema na kuwatendelea wema na kuwafanyia yaliokuwa mazuri na kuwajali, na asitupe mitihani ya kukosa radhi za wazee wetu, na atujalie hakuna kitu ambacho kwamba tutakitanguliza zaidi ya wazazi. Hakuna kitu tutakachokitanguliza zaidi ya wazazi. Na wewe uliokuwa na wazazi wawili, patiliza kuwaridhisha. Usingoje wafe ulia, alafu wengi hulia urongo. Na katika kitu kikubwa ambacho kwamba cha baki baada ya wazazi kuondoka ni kuthamini ule undugu wenu. Ni mrongo ule alikuwa akimthamini mzazi, akimnunulia hichi, akimnunulia hichi, alipokufa kawa yeye na ndugu zake kitu cha kwanza atagombana. Ndugu yangu, usighurike mtu akakutetesha na wazazi wako kwa batili. Kuna ndugu wengine waona swa fulani apendwa na mzazi wake akandakatia chuki. Yeye atapendwa duniani,
Lakini mzazi akiondoka kwenda akhera, anajua kila kitu. Mbaya nani? Ni mimi au ni ule ndugu yangu? Kuna wengine hapa walikipigwa makamama na wazazi. Mzazi alipofika akhera ameona sasa kwamba yule mal'uni namba 1 na yule alikuwa mmemchukia ndiye mtoto, anakuombea Mungu kule kule akhera, kule kule akhera. We hakikisha fanya lilio sawa, hata mzazi kiwa hakuliona sasa hivi, lakini anapofika ule wakati, laqad kunta fi ghaflatin fakashafna anka ghita'ak fabasaruka alyawma hadid, akiondoka anaona ukweli. Ulikuwa mtu aina gani? Ulikuwa mtoto aina gani kwa wao? Kuwa mtoto mzuri, jaribu, jitahidi kufanya kila linalowezekana ili waridhishe wazazi wako, ili wafurahishe wazazi wako, ili uwaoneshe thamani wazazi wako. Na kusiwe na kitu chenye thamani zaidi ya wazazi, haswa sherehe. Kazi ni jambo la muhimu, sherehe, harusi, pati, sijui nini. Usimuate mzazi na mfanyikazi kwa kwenda harusini. Usimuate mzazi na mfanyikazi kwa kwenda kwenye pati. Usimuate mzazi na mfanyikazi kwa kwenda kula pare. Jalia itikafu yako ni mzazi wako, haswa anapokuwa ni mgonjwa. Mzazi afurahi sana kuona hutumikiwa na mtoto wake, sana sana. Mwenyezi Mungu atupe nyoyo za imani, tuwatumikie wazazi wetu, tuwafurahishe wazazi wetu, tuwaengeange wazazi wetu. Mungu awape siha na afya waliokuwa hai, na waliokufa Mungu awarahamu, aweke pema penye wema, awalipe mema yao, awatakabalie amali zao, awafutie dhambi zao. Na sisi inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wazazi wazuri kwa watoto wetu, na watoto wetu Mwenyezi Mungu awape tanabuhi na imani na sikitiko juu ya wazazi wao. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilikuwa